na uso wako, wala Roho yako Mtakatifu usiniondolee. Unirudishie furaha ya wokovu wako, unitegemeze kwa roho ya wepesi. Nami nitawafundisha wakosaji njia zako, na wenye dhambi watarejea kwako. Mchana leo asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Habarini za mchana. Ninayo furaha kwa Mungu wangu wa mbinguni kwa nafasi hii anayotupatia mchana wa leo katika kulisikia neno la uzima, na katika mianzo hii ya vipindi vinavyo vitajadili ajenda za kaya na familia, ajenda za familia ya Kikristo. Ni mshukuru mchungaji wa mtaa huu Pastor Sibora kwa ajili ya ukaribisho wake. Bwana kubariki sana Pastor. Ni shukuru wageni wote ambao tumepata nafasi ya kusali, akiwepo kiongozi wetu kutoka United Kingdom na huduma yake aliyokwisha kuitoa na ile anayotazamia kuitoa mchana. Jina la Bwana litukuzwe sana. Ni mshukuru Associate Treasurer wa Conference Field ya North Mara, pamoja na katibu ambao pia ni sehemu ya ugeni katika kanisa hili. Kwa hiyo utagundua ya kwamba Magomeni ni kanisa linalopokea wageni. Kwa hiyo Bwana awabariki sana wageni wenzangu. Niombe niwaletee salamu kutoka katika ofisi ya jimbo la Mara. Mwenyekiti wangu wa jimbo Pastor Joseph John Matongo anawasalimia. Yeye pamoja na muhazini Eldalame Kihezuloni Ndaro wanajua kwamba wiki hii tutakuwa na ni salamu pia za familia yangu, wanawasalimia sana. Na kwa sababu ya muda na kwa kuwa nitakuwa na nafasi ya kuzungumza sana wiki nzima, niombe niwaalike twende katika neno la uzima mchana wa leo, nikimwomba Mr. Soundman kunisaidia kufungua monitor kidogo. Ninajua kule kwingine speaker ziko vizuri, monitor inaweza ikanisaidia kuniregulate ili mambo yaende vizuri. Niwaalike sasa tufungue neno la uzima katika kitabu cha Marko 8. Niombe kama sitavuruga utaratibu ili kutengeneza unyeti wa kile tunachokisoma. Niwaalike mahali mlipo tusimame, kwa kuwa tumekaa muda mrefu, tunaweza kujaribiwa kusinzia na hili joto, ili tunaposoma basi tusome huku tukijinyosha. Geuke jirani yako, mwambie basi unaweza kusimama ili tusome neno la Bwana. Unaweza kumuomba pia fungua Biblia yako. Ukiona hana, mwambie fungua Biblia yako iliyoko katika simu yako. Na mtie moyo kwamba miaka hii mitano iliyoko mbele yetu ni miaka kwa ajili ya kurudi katika neno, grounded in the Bible. Kwa hiyo ni muhimu kutembea na Biblia yako. Umekosa sana, basi soft copy yako ya simu inaweza kukusaidia kwenda pamoja na wacha Mungu. Waliofika hapo waseme amen. Ambao hawajafika katika sura ya 8 waseme nisubirie. Na kwa sababu wote tumefika, ni walike sasa
Tutasoma kuanzia aya ya 22. Tutasoma mafungu kama 4 mpaka aya ya 26. 22 mpaka 26. Tunasoma. Wakafika Betsaida, wakamletea kipofu, wakamsihi amguse. Akamshika mkono yule kipofu, akamchukua nje ya kijiji, akamtemea mate ya macho, akamwekea mikono yake, akamuuliza, waona kitu? Akatazama juu, akasema, naona watu kama miti inakwenda. Ndipo akaweka tena mikono yake juu ya macho yake, naye akatazama sana, akawa mzima, akaona vyote wazi wazi. Sema amina. Akampeleka nyumbani kwake, akisema, hata kijijini usiingie. Hili ndio neno la Bwana ambalo Roho Mtakatifu amepigia mstari kuwa sehemu ya mjadala wetu siku ya leo. Tunaweza kuketi. Somo letu lina kichwa cha somo kinachopatikana katika lile fungu kuu. Aya 23 inasema, je, utaona kitu? Mgeukie jirani yako, mwambie, je, katika juma hili utaona kitu? Basi tuombe. Baba, asante kwa sababu ya neno lako. Uliweke wazi sasa, ninakuomba ili liwe hai katikati ya maisha ya watoto wako. Neema yako ikae na kila mmoja, maana tunaomba katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu, amen. Katika moja ya nchi zetu hizi za Afrika Mashariki na Kati, mwaka 2001 lilitokea tukio la kuhuzunisha kidogo. Mama huyu na mume wake katika familia yao walikuwa naishi pamoja, na wakiwa hapo hawajui hili wala lile, likatokea tukio la uvamizi. Majambazi wakavamia, wakaua watu na wakachukua fedha na mali, kisha wakatoweka na kwenda zao. Walipoondoka, asante Mr. Soundman, hawa majambazi baada ya kuua, katika nchi ile vyombo vya dola vikaingia kutafuta waliohusika. Walipokwenda kutafuta, upelelezi ulipoendelea, wakakamatwa baadhi ya watu walioshukiwa kushiriki katika tukio lile. Miongoni mwa watu waliokamatwa ni baba huyu na mke wake. Walipochukuliwa wakapelekwa mbele ya vyombo vya dola ili kuisaidia upelelezi. Wakakaa hapo mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa tatu, mke akaachiliwa kwamba hakushiriki katika tukio lile. Lakini mume akabaki, maana kwanza alikuwa ni mwanajeshi, lakini ameshukiwa kushiriki katika tukio hilo. Yule mwanamume akakaa mle, hatimaye mwaka wa kwanza ukapita. Mwaka wa pili ulipoanza, mke wake akiwa nyumbani, yeye pamoja na binti wa kazi wanaendelea na maisha ya kila siku pale nyumbani. Kwa bahati mbaya siku hiyo hapakuwa na umeme. Yule binti mfanyakazi akawasha mshumaa wake, akawa ameweka pale sebuleni. Mama akabeba mtoto wake,
akaenda kubembeleza chumbani ili mtoto aweze kulala. Binti akatoka kwenda nje kufuata kitu dukani. Inakadiriwa kuwa saa moja, kati ya saa moja kwenda saa mbili hapo usiku. Yule binti alipokuwa kule dukani, mama amebembeleza mtoto kule chumbani, na wakati mtoto anasinzia, kwa bahati mbaya sana mama naye akawa amesinzia. Yule binti akatoka kule dukani. Alipokaribia karibu na nyumba, akaona kitu kisichokuwa cha kawaida. Mwanga mkubwa wa moto umeshika pale sebuleni. Akapiga kelele na jamii ya watu wakaja ili kusaidia kuokoa, lakini kwa sababu nyumba ile ilikuwa imejengwa na rangi iliyokuwa imepakwa pale sebuleni ilikuwa ni rangi ya mafuta, ndani ya muda mfupi moto ule ukawa umeshika sebule yote, mama asijue kinachoendelea kule chumbani. Ndipo ile binti, baada ya kelele, watu wakaja, na watu walipokuja wakashangaa kwamba hakuna namna ya kuingia, maana moto umeshika. Wakapiga kelele, na kwa sababu mama alisinzia pamoja na mtoto, yule mama katikati ya usingizi wake akasikia kelele ya watu wakipiga nje ya nyumba yake. Ndipo akatoka kule chumbani na kwa spidi akapita sebuleni katikati ya moshi na moto unaoendelea kushika, na ndipo akatoka nje ya nyumba yake. Wale watu waliokuwa nje wakafurahi kwamba mama yule ameokoka, lakini kwa sababu ya usingizi, kwa bahati mbaya sana, mama alipokimbia alimsahau mtoto wake. Ndipo mama akiwa nje anakumbuka ya kwamba mwanangu yuko kule ndani, akapiga kelele, mwanangu, mwanangu. Wakamwambia hawezi kurudi tena ndani. Yule mama kwa sababu ya uchungu wa mtoto wake akaponyoka mbele ya watu, akaingia ndani ya nyumba ile, katikati ya sebule iliyoshika moto, akalenga shabaha kuelekea kwenye mlango, na kisha akaingia, akaenda akamchukua mtoto wake. Yule mama alipobeba mtoto wake, sasa jukumu la kutoka liko juu yake. Akambeba mtoto wake, akaanza safari. Wakati anaanza safari kutoka kule ndani, anafika sebuleni, ni kana kwamba shetani alisubiria muda mwafaka. Wakati akiwa sebuleni, ndipo silingboard iliyoshika moto vizuri ikashuka juu ya kichwa chake, ikamgonga kichwa yule mama. Mama akaanguka chini, na sasa kwa sababu imeshika moto, moto kashika kichwani, moto kashika mgongoni na juu ya mabega yake. Yule mama akiwa ameshikilia mtoto wake, akasimama katikati ya moto, ndipo akaanza safari kutoka nje. Alipofika nje, watu wanahangaika kuzima moto juu ya kichwa chake na juu ya mabega yake, lakini mama jicho lake lilikuwa juu ya mtoto wake. Alipomtazama mtoto wake, akagundua ni kwa bahati mbaya sana mtoto alikuwa tayari ameshapoteza maisha. Huenda ni kwa sababu ya moshi ulioingia kule ndani. Mama alipotazama kile alichohangaikia kimepoteza maisha, uchungu wa mama kwa mtoto ukamfanya akapoteza fahamu. Baada ya siku 3, kwa bahati mbaya sana, mama yule naye akaaga dunia. Ndipo taarifa zile zikaenda kwa mume wake, huyu mwanajeshi aliyeko pale mahabusu, ya kwamba mke na mtoto wako wamepoteza maisha kwa sababu ya ajali ya moto. Lakini kwa sababu ni mtu ambaye ni suspect, asiweze kwenda kumwona mke wake. Mwaka ukapita, mwaka wa 3 akiwa ndani ya gereza, dada yake aliyebaki kumhudumia katika mji ule, na yeye akapata stroke ndani ya muda mfupi
wakati anakimbizwa hospitalini na yeye akapoteza maisha. Taarifa nyingine ya msiba ikaja kwa mwanaume huyu. Akiwa gerezani hakuweza kwenda kumzika dada yake. Mwaka wa 4 ukapita, mwaka wa 5, mwaka wa 6, akiwa ndani ya gereza. Mwaka wa 7, mwaka wa 8 akatembelewa na wainjilisti wa vitabu, wakiwa wamebeba vitabu kuzungumza naye. Katika kuzungumza naye, yule mwanaume aliposikiliza habari walioileta na ujumbe wa kitabu walichokuwa nacho, yule mwanaume kwa sababu amepoteza vyote, akakubali kuyatoa maisha yake kwa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Mwanaume huyu aliyekwenda gerezani akiwa na mke wake na mtoto wake, akiwa na dada yake, anatoka gerezani akiwa hana mke, hana mtoto, wala hana dada katika maisha yake. Lakini kwa bahati nzuri sana ametoka akiwa na rafiki mpya ambaye ni Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Ninachojaribu kusema, watakatifu wa Bwana, alikwenda akiwa hamjui Yesu, akatoka akiwa na Yesu Kristo. Haijalishi maisha yake aliyopitia, uzoefu mgumu aliyopitia, changamoto za kutisha. Na unajua, akiwa gerezani mwaka huo wa 8, baada tu ya kumpokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake, ndipo wakakamatwa watu wengine. Walipokamatwa, walipobanwa vizuri na kuhojiwa, wakasema ya kwamba wao ndio walioshiriki katika ile tukio. Na walipoulizwa, je, habari gani juu ya yule mwanaume, wakasema hatumjui na wala hakuwepo kwenye tukio. Na ndicho kilichomtoa yule mwanaume. Inasimama mchana wa leo, watakatifu wa Bwana, kuambia ya kwamba katika maisha haya kuna wakati Bwana anaweza kuruhusu uzoefu mgumu utokee kwenye maisha yetu. Anaweza kuonekana kama haonekani kwenye maisha yetu, lakini katikati ya ugumu wa maisha kuna namna mwenyewe amechagua kujitukuza katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Narudia tena kuambia watakatifu wa Magomeni ya kwamba so long as tunaishi hapa duniani, kuna nyakati zitakuja itaonekana kana kwamba hayuko katikati yetu, lakini katikati ya uzoefu wa maisha hayo, yeye amechagua ili tuweze kumfahamu na kuwa rafiki pamoja naye. Haleluya. Ni katika muktadha wa somo na kisa kama hiki ndicho tunachokisoma katika kitabu hiki. Kitabu hiki cha Marko, wasomaji wangu wazuri wa Biblia watakubaliana nami ya kwamba Marko anapoandika ujumbe wake amekusudia kwenda kwa wa mataifa na wala si kwa watu wa taifa la Israeli. Yeye anaandika ujumbe kwenda kwa Warumi waliolipokea neno kama wafuasi wa Yesu Kristo. Kwa hiyo Marko katika uandishi huu anazingatia, kwa kuwa watu walioandikia ujumbe si watu wa taifa takatifu, hachukui muda mrefu kuelezea ukoo wa Yesu Kristo. Yeye amenyoka moja kwa moja kwenye hoja, na anajenga hoja yake kwa kutoa visa ambavyo Yesu Kristo alivifanya. Maana anamchora kama si tu mwana wa Adamu, isipokuwa ni mtumishi wa wanadamu, yule aliyekuja duniani kwa ajili ya kuwatumikia na kusaidia matatizo ya watu. Kwa hiyo Marko anapoandika, ameandika visa 39 vinavyoonyesha miujiza aliyoifanya Yesu Kristo akiwa duniani. Na katika miujiza hiyo, commentator wa Biblia wanabishana, wanasema ni miujiza 40, lakini katika kusoma kwangu nimegundua ni miujiza 39 peke yake. Na katika miujiza yote ambayo Marko anaiandika,
amemtaja Yesu Kristo kila alipotenda muujiza. Marko amemalizia na lugha ya aina moja peke yake, ambacho ni kama kibwagizo, na lugha hiyo inaitwa mara hiyo hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mgeukie jirani yako mwambie mara hiyo hiyo. Na ninachomaanisha ya kwamba Marko 1 aya ya 18, Yesu Kristo anakwenda ng'ambo ya bahari ya Galilaya. Anawakuta wavuvi, anawastaafisha kazi yao na anawaita ili wawe wavuvi wa watu. Biblia inasema wakazitupa nyavu zao wakamfuata mara hiyo hiyo. Marko 1 aya ya 31, Yesu Kristo yuko nyumbani mwa Simoni Petro, anamkuta mkwe wa Simoni Petro ni mgonjwa, na Biblia inasema ananyosha mkono wake na kukemea ile homa, na Biblia inasema homa ile ikamwacha mara hiyo hiyo. Marko 1 aya ya 42, Yesu Kristo anashuka mlimani na anakutana na watu ambao ni wakoma. Wanasema, Bwana, ukitaka naweza kutakasika. Na Biblia inasema akasema, nataka takasika, na wale wakoma wakapona ukoma wao mara hiyo hiyo. Haleluya. Kuna mtu kama anajaribu kunielewa na maanisha Marko 2 aya ya 12, Yesu Kristo anaingia nyumbani, katika nyumba ambayo hahitaji mwenyewe. Watu wamejaa ndani na nje na hakuna njia ya kuingia kwenye ile nyumba. Ndipo wanakuja watu wamembeba kiwete wasiweze kuingia, wanazunguka juu ya nyumba, wanapanda juu ya dari, wanaezua dari la nyumba, wanamshusha mgonjwa yule. Na Yesu Kristo anapomtazama anatamka neno, na mgonjwa yule akaona na kupona mara hiyo hiyo. Marko 5 aya ya 29, Yesu Kristo yuko njiani anakwenda mahala fulani katika mwaliko maalum. Ndipo akiwa amezungukwa na watu, anatokea mwanamke mwenye kutokwa damu miaka 12. Yeye anasema moyoni mwake, nikinyosha mkono wangu na kuligusa pindo la vazi lake nitapona shida yangu. Na Biblia inasema alipofanya hivyo, mwanamke yule akapona mara hiyo hiyo. Marko 5 aya ya 42, Yesu Kristo yuko nyumbani mwa Yairo, anamkuta binti amepoteza maisha. Yesu Kristo anatamka taarifa 10, maana yake binti simama, na mtoto akasimama mara hiyo hiyo. Marko 7 aya ya 35, Biblia inasema Yesu Kristo yuko njiani, anakutana na mtu mwenye utasi, tena ni kiziwi. Anasema efata, maana yake funguka, na yule mtu akapona mara hiyo hiyo. Na maanisha Marko 10 aya ya 52, Yesu Kristo yuko njiani kutoka kwenye kijiji cha Vimulimuli, anakutana na Batimayo mwombaji kipofu, na anasema, Bwana, ukitaka naweza kutakasika. Na Biblia inasema Yesu Kristo akasema, nataka takasika, na Batimayo akaona mara hiyo hiyo. Lakini wote kama ninyi ni wasomaji wazuri wa Biblia, mtakubaliana na mimi kwamba pamoja na visa vingine vyote 38 vya muujiza kutokea mara hiyo hiyo, ni kwa bahati mbaya sana katika kisa cha huyu mwanaume tuliyesoma, yeye hakuna cha mara hiyo hiyo. Yeye anahitaji mchakato. Yeye anahitaji hatua kwa hatua. Anahitaji muda wa kutosha wa kukaa pamoja na Yesu Kristo. Ninachomaanisha, watakatifu wa Bwana, katika maisha haya tunaweza kwenda kwa Yesu Kristo, wengine wakapokea mara hiyo hiyo, lakini ndugu zangu na mie watahitaji mchakato. Watakuja sabato baada ya sabato, watakuja juma baada ya juma, watakuja makambi baada ya makambi.
Na Biblia inasema katika kisa hiki inaanza kutaja kitu ambacho ndicho kimebeba ujumbe wa siku ya leo. Inasema wakamleta kwa Yesu. Hawatajwi majina yao, hawajulikani kote walikotoka, lakini wanajulikana kwa kazi walioifanya. Na kazi hii ni kazi ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Haleluya. Wakampeleka kwa Yesu. Unajua kanisa la Mungu aliye hai limeitwa kwa ajili ya kuwavuta wengine na kuwapeleka kwa Yesu Kristo. Haleluya. Unajua ninazungumza na washiriki ambao katika wiki inayokuja siku ya Sabato wametiwa moyo kwamba kila mshiriki katika maisha yake kule nyumbani amchukue rafiki atakayekuja naye siku ya Sabato. Haleluya. Katika Sabato ya wageni, Biblia inasema wakampeleka kwa Yesu Kristo. Ninaposoma Biblia yangu ninaanza kugundua ya kwamba wanafanya uinjilisti binafsi. Wanajua mahali Yesu Kristo anakopatikana wakati yeye hajui Kristo anakopatikana. Ninachomaanisha mchana wa leo, watakatifu wa Bwana, katika maisha haya wako watu kwenye haya maisha wanajua wapi Yesu Kristo anapatikana, na wengine hawajui wapi Yesu Kristo anapatikana. Na mimi naomba niwapendekezee katika juma hili ya kwamba katika viunga hivi vya Magomeni Yesu Kristo anapatikana katika juma hili. Unachotakiwa ni kubeba rafiki, njoo naye, mpeleke kwa Yesu Kristo. Wakampeleka kwake. Na unajua ninafurahia kitu kimoja, ya kwamba hawa wanaume wanachojali ni mteja amefika kwa Yesu Kristo. Hawataki kupata nafasi hata ya kutambulika wao ni akina nani. Wanataka kutambulika kwa kazi walioifanya. Swali langu la msingi, wewe katika utumishi wako, je, unafanya kazi hii ya Mungu wakati wa kutambulika, au unafanya kazi ya Mungu hata kama hautatambulika? Hili ndio swali la msingi. Katika zama hizi tunazoishi, tunaishi katika zama ambazo watu wanataka recognition kwanza. Wanataka kujulikana majina yao, wanataka kujulikana elimu zao, wanataka kujulikana profile zao, wanataka kujulikana status ya uchumi wao. Lakini ninachofurahia kwenye hii sura, Biblia inasema hawa jamaa hawajulikani majina yao, wanajulikana kwa kazi wanaoifanya. Na ndio maana nakupendekezea mchana wa leo, fanya kazi ya Bwana. Ninazungumza na waimbaji, wanakwaya wenzangu, fanya kazi ya Bwana. Hata kama hawatasema amina kurecognize huduma yako, fanya kazi ya Bwana. Na maanisha mashemasi, fanya kazi ya Bwana. Hata kama kanisa halitatambua, ninakupendekezea mchana wa leo, fanya kazi ya Bwana. Na maanisha, nazungumza na wazee wa kanisa, fanya kazi ya Bwana. Haleluya. Maana anayepaswa kukufahamu ni Mungu wa mbinguni peke yake. Kwaya moja inaitwa kwaya ya Nyegezi, ninaipenda kwa sababu ya wimbo mmoja iliyoimba, inasema natamani nitambulike na Mungu wa mbinguni kuliko kutambulika na wanadamu. Anasema wanadamu wanaweza kukutambua asubuhi na jioni wakabadilisha identity yako, lakini yeye akupendaye atakutambua. Haleluya. Fanya kazi ya Bwana. Wakampeleka kwa Yesu. Na walipomfikisha, angalia Biblia inaandika kitu, inasema wakamsihi ili aweze kumgusa. Pasa wangu si bora, kuna mgogoro wa kithiolojia hapa. Hawa jamaa sio mara ya kwanza kusikia Yesu Kristo akitenda miujiza. Wameshaona na wamesikia mara kadhaa amefanya miujiza kwa kunyosha mikono na kugusa watu wakapona. Na kwa sababu hiyo, kwa kuwa wameshaona, wana uzoefu, wanakwenda kumwambia Yesu, nyoosha mkono wako
umguse ili aweze kuona tena. Na Biblia inasema badala ya kumgusa, Yesu akamshika mkono na akaanza kuondoka naye mbele ya macho yao. Kuna mtu hajanielewa. Ninachomaanisha ya kwamba Yesu anagundua mteja amefikishwa kwake, ndio. Lakini kuna shida. Shida iko kwa waretaji. Maana waretaji wanajua mpaka strategy za namna mgonjwa anatakiwa kuhudumiwa, na hivyo wanamfundisha Yesu Kristo nini cha kufanya. Wanasema nyosha mkono wako ili umguse tena aweze kuona. Na Yesu Kristo anagundua kuna tatizo hapa katikati, na tatizo lililopo si kumgusa mgonjwa, bali ni kumwokoa mgonjwa kutoka kwenye mikono ya waliomleta. Mara kadhaa tunapofanya huduma za maombi, baadhi ya wainjilisti wenzangu, kuna muda credit tunatafuta ziwe kwetu, tunatamani sifa ziwe zetu. Tunapofanya kitu kwa Yesu Kristo, kuna muda tunataka tuonekane sisi ndio tumestrategize na kupanga mambo yote. Nataka niwaambie mchana wa leo, Yesu Kristo is so brave enough. Anajua kabisa huyu mgonjwa akiondoka, huenda hawa watageuka kuwa miungu, na badala yake anamshika mkono na anaanza kuondoka pamoja naye. Anatembea pamoja naye, na maanisha akatembea pamoja naye. Akatembea hatua 2, hatua 10, hatua 100, hatua 50, na Biblia inanieleza akatembea naye mpaka nje ya kijiji. Natamani nirudie, mtu mmoja anielewe. Ameletwa ili aweze kuona, apokee uponyaji. Lakini kitu cha ajabu, Yesu Kristo badala ya kumgusa na kumponya, anamshika mkono na kuanza safari kutembea pamoja naye. Kama wewe ni msomaji wa Biblia, utanielewa mchana wa leo. Ninachomaanisha, watakatifu wa Bwana, si wote tunaokwenda kwa Yesu Kristo na mahitaji yetu tutapokea mara hiyo hiyo. Ninachomaanisha, kuna muda atatushika mkono, na akitushika mkono, mama, ataanza safari ya kutembea pamoja na sisi. Atatembea pamoja na sisi, pamoja na kwamba tunahudhuria kliniki ya magonjwa kule Muhimbili, atatembea pamoja na sisi. Na maanisha mchana wa leo atatembea pamoja na sisi, pamoja na kwamba hatuna fedha mkononi, atatembea pamoja na sisi. Dada yangu, na maanisha atatembea pamoja na wewe, pamoja na kwamba najua mme wako ni kimeo na anakutesa na anakuumiza, bado atatembea pamoja na wewe. Ninachomaanisha tu, siku zote, sio mara zote, Yesu Kristo atatuponya shida zetu. Kuna muda atatushika mkono. Na kama amekushika mkono muda mrefu wa kutosha, naomba nikupendekezee mwaka huu usikomee njiani, endelea kutembea naye. Huenda katika ndoa yako mmekaa miaka ya kwenda miaka rudi, lakini hakuna maelewano. Nataka nikwambie mama yangu, umeomba sana ili Bwana geuze mme wako na hakuna mabadiliko yoyote. Naomba nikutie moyo, endelea kuja kwenye kamati ya maombi ya wanawake wenzako, kwa sababu Bwana anataka utembee kwanza pamoja na wewe. Unajua kwa nini anatembea pamoja naye? Sababu ya kwanza ni kwamba huenda angempatia uponyaji, angeondoka prematurely bila kumjua Yesu vizuri, na badala yake anampatia nafasi ya fursa ya kufahamiana vizuri pamoja naye. Nataka niwaambie watakatifu wa Bwana, kubali kutembea pamoja na Yesu Kristo.
Ngoja nirudi upande huu niwaambie, naomba, ninajua ni mwaka wa 3 umeapply, umekwenda kwenye nafasi mbalimbali kufanya interview, lakini hakuna majibu. Na kupendekezea mchana wa leo, endelea kuja hapa kanisani, nenda kwa Magoti, anataka upate uzoefu na misuri ya kutosha ya kutembea pamoja naye. Lakini jambo la pili, kwa nini anatembea pamoja naye? Kama ninyi ni wasomaji wazuri wa Biblia, mtagundua ya kwamba iko sababu inayomfanya Yesu Kristo atembee pamoja na huyu mtu, tena mpaka nje ya kijiji cha Bethsaida. Kama wote ni wasomaji wa Biblia, mtagundua ya kwamba katika kitabu cha Mathayo 12 aya ya 21, Biblia inasema ya kwamba Yesu Kristo alikuwa ameulaani mji wa Bethsaida kwa sababu ya kutokutii neno lake, na kwa sababu hiyo anamwokoa kutoka nje ya kijiji. Maana hawezi kufanya muujiza ndani ya kijiji kilicholaaniwa, na sasa anamtoa nje ya kijiji. Kwa nini amtoa nje ya kijiji? Kwa sababu amekaa kwenye eneo la laana na haoni. Sasa dawa pekee ni kumtoa kwanza kwenye eneo la laana, ili amtoe nje. Anapomsaidia kuona, aone vizuri akiwa kwenye mazingira yasiyokuwa ya laana. Ninachomaanisha, watakatifu wa Bwana, ni ile biashara ulioanza kufanya wewe pamoja na marafiki zako, mkaweka mtaji, mkaweka mipango, mkaweka nguvu, lakini biashara ikashindwa kumachua, mkafirisika. Nataka nikwambie, kuna wakati jifunze kumshukuru Bwana. Huenda Bwana alikufanya kutoka kwenye mazingira ya laana. Huenda biashara inge compromise standard ya maisha ya kiroho pamoja na Yesu Kristo, na hivyo anamtoa nje ya kijiji. Na anapomtoa nje ya kijiji, Biblia inasema ndipo Yesu Kristo akasimama na kumgeukia yule kipofu. Somo langu linaelekea mwisho na muda wangu unaniambia nielekee kwenye hitimisho. Nataka niwaambie, anapomtoa nje ya kijiji, Biblia inasema ndipo Yesu Kristo akasimama, na umati wa watu wakizunguka nyuma yake, akamtazama yule kipofu. Biblia yangu inasema akamtemea mate ya uso katika macho yake. Ninatamani hapa nirudie aina ya huduma ambayo Yesu Kristo anaifanya. Amemhangaisha kumtoa kwenye kijiji chote, akamweka nje ya kijiji, na anapomfikisha nje ya kijiji, anasimama na kumtazama yule mtu, ndipo akatema mate katika macho yake. Can you imagine? Wakati mate yanatiririka kutoka kwenye macho yake kuja kwenye mashavu. Huenda alikuwa na ndevu, maana ndio utamaduni wa watu wa mashariki, ndevu zinatiririka mate. Yesu anamuuliza, unaona kitu? Mzee wangu, naomba niwasaidie washiriki kunielewa. Umekwenda kwa Pastor Sibora, mtakatifu wa Mungu aliye hai, ili upate huduma ya maombezi, na unapokwenda kwake pastor anakuambia, Bwana Mungu akubariki sana, twende kwa Magoti. Unapiga magoti, anakuambia fumba macho, unafumba macho, na hatimaye anashusha mate usoni, halafu anakuuliza, how can you feel? Unajisikia sikiaje? Naomba kidogo, watakatifu wa Bwana, tutafute uhalisia katika tukio hili. Ni kwamba mchungaji au mzee wa kanisa amekutemea, halafu anakuuliza, mpendwa, unaonaje? Mimi niwe mkweli mchana wa leo kwamba hii kesi haitakomea baraza la kanisa. Hii kesi itakwenda kwenye mabaraza ya usuluhishi. Level ya chini sana ni mahakama ya mwanzo na kuendelea. Na naomba katika kizazi cha leo cha kidijitali, utaandikwa kwenye magazeti mchungaji, na watu watakubrandi na utaonekana kituko. Lakini swali langu la msingi, kwa nini kutumia aina hii ya uponyaji?
Najaribu kujiuliza, Yesu, ulishindwa kweli Baba kuwasikiliza wale watu wa Mungu kule? Unyoshe mkono tu na umguse mtu ajiponee zake na aondoke zake. Kweli safari yote anakuja kuoga mate. Bwana Yesu asifiwe. Unajua, ikanifanya nirudi nyuma kidogo, nijifunze ya kwamba katika maisha ya Yesu Kristo sio mara ya kwanza kuponya vipofu. Aliponya kipofu katika sura ya 12 ya Mathayo aya ya 22 na kuendelea. Alikutana na vipofu wawili, Biblia yangu inasema akanyoosha mikono wakapona mara hiyo hiyo. Lakini pia katika sura hiyo hiyo, kumlazi ngoja niweke katika hawa vipofu ni katika sura ya 9 aya ya 27, lakini vipofu wa pili ni katika sura ya 12 ya Mathayo aya ya 22 na kuendelea. Anakutana na kipofu huyu, yeye alikuwa na shida ya pepo, lakini pia ni kipofu. Biblia inasema alipomsogelea Yesu Kristo, pepo wakamwacha, akaona mara hiyo hiyo. Kipofu wa tatu ni Bartimayo katika sura ya 10 ya Marko aya ya 52. Yeye anapona kwa sababu Yesu Kristo ametamka neno na kisha akapona. Sasa naomba nirudie ninapohitimisha ili mshiriki vizuri anielewe. Na maanisha kipofu wa kwanza wanaona kwa sababu Yesu amenyoosha mkono akawagusa. Kipofu wa pili anaona kwa sababu Yesu Kristo amekuwepo karibu na mhusika. Kwa lugha nyingine, anaona kwa sababu ya uwepo wa Yesu Kristo. Kipofu wa tatu anaona kwa sababu Yesu Kristo ametamka neno. Lakini kipofu wa nne ambaye ni ndugu yangu siku ya leo, yeye anaona kwa sababu ya dozi ya mate mama. Ninachotaka kumaanisha upande huu, watakatifu wa Bwana, hatuwezi kumpangia Yesu namna ya kuhudumia na kubariki watu wake. Namna anavyobariki huyu mtu ndivyo namna atakavyobariki mtu mwingine. Naomba niweke vizuri maneno. Namna anavyonibariki mimi sivyo vile atakavyombariki Sibora. Namna alivyobariki mzee wa kanisa huyu sio vile atakavyombariki yule dada. Na maanisha, watakatifu wa Bwana, kuna tofauti ya baraka kutoka kwa Bwana sawa sawa na mapenzi yake. Haleluya. Na ukigundua hilo, naomba nikutie moyo mchana wa leo, ridhika na namna Bwana alivyokubariki. Wanaume wenzangu, kwa sababu tunazungumza habari ya ndoa na huu ni utangulizi, na maanisha baba, ikiwa Bwana alikupatia mke mrefu kushuka chini na wewe umekwenda hewani, naomba usichanganyikiwe unapowaona warefu. Ridhika na mke aliyekupatia. Kuna mtu hajanielewa. Narudia tena, namna alivyobariki mtu huyu sivyo atakavyokubariki wewe. Ni muhimu kujifunza kuridhika, kwa sababu kila baraka nyuma yake kuna siri ndani ya watu. Unaweza kuomba baraka za hela na Bwana akakupa pesa, lakini kwa bahati mbaya sana akakunyima hamu ya chakula. Una hela za kutosha, lakini ili upate chakula unapita kwa daktari kupokea maelekezo. Aina hii ya chakula itakuondoa jioni ya leo. Aina hii ya chakula itakuharakisha kukutana na Michael. Aina hii ya chakula itakufanya ukae kitandani. Aina hii ya chakula, na vyote unavyotajiwa ni vile ambavyo vinakubaliana na appetite ya maisha yetu. Halafu unauliza, sasa nipate aina gani ya chakula? Unashangaa daktari anamalizia anasema kula viazi vya mviringo na mboga zisizokuwa na chumvi. Sasa swali langu la msingi, kuna raha gani ya kuwa na hela?
Maana Sulemani anasema kwenye haya maisha tunatafuta maisha kwa kuwa ni kujirisha upepo, ili tupate pesa tukale, na tupate nguvu tukatafute hela. Tukipata hela tunaenda kula, na tukienda kula tunapata nguvu, tunaenda kutafuta hela. Kwa hiyo maisha ni cycle. Anasema ni kujirisha upepo. Sasa umepata pesa lakini hakuna appetite. Lakini cha ajabu ni kwamba kuna hiki kiumbe ambacho hakina hela, halafu kiweke mezani na ukipatie vitendea kazi vya msosi. Chenyewe hakuna masharti ya daktari, kila aina ya chakula kinapanda. Haleluya! Na maanisha rizika mchana wa leo. Na kuna mtu ni kama hajanielewa. Narudia tena, dada yangu, rizika na namna alivyokuumba. Kama amekuumba ni mwenyeji wa Afrika, mweusi na karangi kako kazuri, kwa nini kutafuta uzungu? Maana bahati mbaya sana dawa zinaweza kubadilisha mahali ambapo ni reception, lakini kuna maeneo ambayo ni magumu kusikia vitendea kazi. Tutakujua kwa kuangalia huku kwenye kona za hivi vidole, tutakujua kuangalia kwenye viwiko na maeneo ya magoti, tutakujua kwamba wewe ni mwenzetu. Na narudia, na maanisha rizika. Unajua kuna tofauti ya baraka za Bwana. Kuna huyu dada Bwana amembariki kwa kweli, ukimtazama reception mwanamke kweli, na Bwana aliumba mapokezi salama. Haleluya! Lakini ukimtazama huku chini miguuni ni kama anatembelea mikono. Nachotaka tu kukwambia, nataka nikutie moyo, jikubali, urizike. Maana unaweza kupata baraka za Bwana. Mwingine mguu upo, shepu ipo, lakini tukija hapa reception ndipo tunastaajabu. Mlinzi sio mlinzi, askari sio askari. Watu Magomeni, nataka tu nirudie neno kwamba kuna tofauti ya baraka, rizika. Bwana Yesu asifiwe. Na nilipokuwa nasoma hapa nikagundua kwamba mimi nina Mungu aliniumba kaweka hili liuso kidogo ni kama yale magari ya zamani. Nilipoenda kujicheki kwenye kioo, kuna muda ninatengeneza maswali ya msingi kwamba Baba, hivi ndivyo nilivyo? Nikiwa nimejenga mashaka, nikatoka nje ya nyumba yangu, nikakutana na punda wamebeba mzigo. Punda mmoja alikuwa hana mzigo, akapiga kelele za tabasamu. Alipotabasamu punda akainua mdomo wake hivi. Nikarudi chumbani kumshukuru Bwana, Baba asante kwa sababu hujaniumba kama yule punda, na kwa sababu hiyo nimejikubali. Haleluya! Izika. Na Yesu akamtoa nje, na sasa ameyatema mate. Akamuuliza, unaona kitu? Yule mwanaume wakati mate yakitembea akafungua kinywa chake akasema, ninaona watu kama miti inakwenda. Pastor Sbora, mimi ajenda yangu ni kwenye jibu la kwanza. Yesu ameuliza, unaona kitu? Yeye anasema ninaona. Kwa lugha nyingine, mate yamefanya kazi. Alikuwa haoni, lakini sasa anaona. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Hujanielewa ninachomaanisha? Asante Yesu kwa sababu ya mate yako, maana yamemfanya aone. Haleluya! Shida ni anaonaje? Maana mgogoro uliopo sasa sio wa kuona tena, kwa sababu alipokuja alikuwa haoni, lakini sasa mate yaliposhuka yamemfanya aone. Mgogoro uliopo ni kwamba anaonaje. Biblia yangu inasema alipowatazama watu akawaona ni kama miti inakwenda. Kwa hiyo tatizo sio la kuona, maana anaona na anajua yule ni mtu, lakini shida yake ni kwamba wanaonekana ni kama miti inafanyaje? Kwa lugha nyingine, kwa mujibu wa swali fungu hili ni kwamba Yesu tayari mate yake yameshagusa huyu mtu na amembadilisha tayari. Maana alikuja akiwa haoni, lakini sasa anaona. Tatizo lililobaki ni nini? Tatizo lililobaki
ni focus, ni mtazamo. Anaonaje? Tatizo ni mindset. Anaonaje? Narudia tena, kuona anaona. Lakini tatizo lililobaki sio kuona. Tatizo lililobaki ni kwamba hivi unapoona unaonaje? Ni kama mtu hajanielewa. Narudia mchana wa leo, watakatifu wa Bwana, nimegundua ya kwamba moja, huyu mtu hakuzaliwa akiwa haoni. Alizaliwa akiwa anaona. Sababu ni nini? Maana alipoona kwa mara ya kwanza, anajua kutofautisha kati ya miti na watu. Sasa swali la msingi, ilikuwaje? Jibu ni nyepesi tu, katikati ya safari. Wakati akiendelea na maisha hapa duniani, mambo yakaharibika. Na mimi mchana wa leo nataka niwaambie, ninaongea na washiriki ambao Yesu Kristo alipowaita kwa mara ya kwanza wakaja kwenye hili kanisa, waliyaona mambo yote wazi wazi, lakini along the way mambo yakabadilika. Wakaanza kuona mambo ni kama miti inakwenda. Wanaona ibada ni kama miti inakwenda, uimbaji ni kama miti inakwenda, sadaka ni kama miti inakwenda. Wakaziona ndoa kama miti inakwenda. Na sasa mchana wa leo wanahitaji Yesu afanye jambo jingine, sio kutemewa mate tena. Maana Biblia inasema alipoulizwa akasema naona watu kama miti inakwenda. Biblia inasema Yesu Kristo alichokifanya si kutema mate tena, maana mate yamefanya kazi. Alichokifanya, akanyosha mkono wake tena, akamgusa mara ya ngapi? Ninatamani mchana wa leo na katika juma hili, kuna mtu alipoanza safari katika ndoa yake, aliona mambo ya ndoa yake wazi wazi. Katikati ya safari, baada ya nzao ya kwanza, nzao ya pili, na kwa sababu ya mabadiliko hapa duniani, mama alipoweka wa kwanza akaweka wa pili, mambo yakabadilika. Kikatokea kituko, badala ya kunenepa sawa sawa na balance ya mwili, mwingine akanenepea huku mlimani, akanenepea kwenye mabega, akanenepea kwenye tumbo, akanenepea kwenye miguu. Na kwa sababu hiyo mwanaume ameanza kuquestion, hivi huyu ni yule niliyeanza naye safari? Ameanza kumwona ni kama miti inakwenda. Na mimi mchana wa leo ninakupendekezea kwenye hili juma, muombe Bwana kusaidia. Anapokuuliza unamuonaje huyo mama, mwambie simuoni kama miti inakwenda. Hujanielewa? Na maanisha duniani, acha tumsubirie Yesu aje. Kuna mtu alichagua mrembo, rafiki yangu mzee wa kanisa, alichagua mrembo kabinti kembamba hapa wakati wa ujana, hapa karefu, na kwa sababu alizingatia figa, nataka moja ili nizae watoto nitakaoenda kushindanisha kwenye mashindano ya mamisi duniani. Mama aliposhusha wa kwanza akashusha wa pili, kuna tatizo linatokea duniani. Anaweza kutokea mwanadamu mwingine kwa sababu ya hormone kumisbehave, akatokea mwanamke hapo katikati. Unashangaa hata akisimama mbele yako unaanza kupata mawazo. Mwanzoni ulikuja mmetangulizana naye kuja kanisani, lakini baada ya kuanza kuonekana kama miti inakwenda, nilikuwa nalifikiria hata lile tangazo la rafiki yangu pale kwamba familia zote zitapiga picha hapa. Nikasema huyu mzee hivi anajua kwamba kuna watu wanaonana kama miti inakwenda? Nikawa ninawaza sawa, ngoja tuangalie. Kuna watu nataka nikwambie, along the way, mwanzoni walikuwa vizuri, lakini baada ya miaka 10, miaka 15, wanaachiana distance, utafikiri wanatoka kwenye uwanja wa laana. Mara nyingi utamwona baba amebeba lesoni, yuko na distance kidogo kuelekea kwenye somo la lesoni. Mama naye huku amekokota theluthi ya maraika, wale watoto wa nyumbani mwake, na yeye anafuatisha nyuma. Hakuna kutembea pamoja tena. Tunapendekeza mchana wa leo, Yesu, gusa familia za washiriki wako. Alipomgusa mara ya pili, Biblia inasema ndipo akainua uso wake kutazama juu.
Nimefurahia mchungaji wangu kwamba alipoguswa mara ya pili hakutazama chini na badala yake akatazama juu. Maana unajua kwa nini anatazama juu mzee? Kwa nini anatazama juu pasta wangu Zibora? Kwa sababu yeye mwenyewe aliyesema mkinitazama mutabadilishwa. Haleluya! Huyu ni rafiki wa kweli, Yesu Kristo, ambaye anatamani katika juma hili familia zimtazame tena mara ya pili. Na hivyo ninatamani mchana wa leo Mungu akuguse tena ili uone kitu, ili uone kitu, na wala sio miti inakwenda. Alipoguswa mara ya pili akasema, ninaona vitu vyote waziwazi. Ninaona mke wangu thamani yake, pamoja na miguu kupinda, ninaona thamani katika maisha yangu. Pamoja na maisha kukaa vibaya, ninaona thamani ya mume wangu. Pamoja na kwamba maisha hayajakaa vizuri, ninaona wazi wazi thamani ya familia yangu. Natamani mchana wa leo mtu mmoja aseme, Baba, ninaomba uniguse ili nione wazi wazi. Kama unasema hivyo, kwa nini usisimame pamoja nami? Katika utangulizi wa masomo yetu haya tutakuwa so dynamic. Kuna wakati tutakwenda kwenye jicho la uchumi kwa level ya familia. Kuna wakati tutakwenda kwenye migogoro na changamoto za kifamilia. Kuna wakati tutakwenda sawa sawa na neno la Bwana litakavyotuongoza. Kuna mtu anasema, Baba, natamani uniguse mara ya pili. Yesu Kristo akamgusa, na Biblia yangu inasema akaona vitu vyote wazi wazi. Pastor Zibora, nilipofika kwenye hili fungu nikasema, Baba, mimi sitamani uniguse mara ya pili peke yake. Ninatamani uniguse kila ninapohitaji. Niguse asubuhi, niguse mchana, niguse usiku. Baba, gusa kila wakati, maana siwezi kutoboa bila ya wewe Yesu Kristo. Siwezi kuiona vizuri dunia hii. Na Biblia inasema alipomgusa na akaona vitu vyote waziwazi, Yesu akamwambia, sikia, enenda zako, lakini kijijini usiingie. Nimefurahia hili fungu. Kwa nini namwambia usirudi kijijini? Jibu ni jepesi tu, ni kwa sababu Yesu hafanyi muujiza kwa mtu ili amrudishe kwenye mazingira ya laana. Anatamani kufanya kitu kitakachokutoa kwenye eneo la laana. Na kwa sababu ni yeye aliyetukokota akatutoa huko tulikotoka, sikia nikwambie mchana wa leo, anagusa tena maisha yetu, lakini under one condition: tusirudi kijijini. Tusirudi Bethsaida. Tusirudi kwenye kijiji cha laana. Tusirudi kwenye ile tatizo linalotufanya kuona vitu kama miti inakwenda. Na maanisha mchana wa leo, tusirudi katika mazingira ya laana. Wito wangu wa pili, baada ya wito wa watu wote kusimama, ni wote tunajua sabato ijayo tutakuwa na wageni hapa, na wageni hawaji isipokuwa wamealikwa. Wangapi wanasema, Mungu naomba nisaidie nikaandae mgeni mmoja nitakayemleta katika juma hili, ili aweze kukutana na maneno yako, aweze kukutana na ujumbe wako, aweze kuketi pamoja na familia ya wacha Mungu kanisa la Magomeni. Na ninaahidi kwa neema yako, nipatie rafiki mmoja, nipatie marafiki wawili, nipatie marafiki watatu, nipatie wengi iwezekanavyo. Kama unasema hivyo, nyosha mkono wako. Nyosha mkono wako. Oh, Bwana wabariki sana. Bwana wabariki sana. Amini ya kwamba kanisa hili litafurika wageni kwa neema ya Bwana. Haleluya. Wito wangu wa pili, kuna mtu anasema, Baba,
Ninajua nilipoanza nikiona mambo wazi katika jicho la ibada ya matoleo, zaka na sadaka, nilipeleka kwa uaminifu, lakini along the way mambo yakabadilika. Nikaanza kuona kama miti inakwenda. Ninaomba mchana wa leo, Baba unisaidie nianze kuiona zaka waziwazi, nione sadaka waziwazi, nione mambo yakikaa mahali pake. Kama unasema hivyo, na wewe nyosha mkono mahali ulipo, tutakuombea. Watu wote Bwana awabariki sana. Wito wangu wa mwisho, kuna mtu anasema, Baba, mimi sio ajenda ya zaka wala sio ajenda ya rafiki, mimi ni ajenda ya kwangu mwenyewe. Ninataka nikuone Bwana ukizungumza nami, nataka nikuone waziwazi, ukae maishani mwangu kwa njia ya ubatizo, kwa kuzaliwa katika maji na katika Roho. Kama unasema hivyo katikati yetu, wewe tembea uje hapa mbele, tembea uje mbele. Wewe sasa ni mtu special, tutaomba kwa ajili yako. Unasema, Baba, kuna kitu hakijakaa sawa, mimi nataka kuzaliwa upya, nataka kubatizwa, nataka kusalimisha maisha yangu kwako wewe, Mungu wa majeshi. Na kwa sababu unatamani kugusa maisha yangu, nione mambo yote waziwazi na hata katika jicho la kiroho. Tembea rafiki. Barikiwa sana. Naona mtu anatikisika kutembea. Bwana kubariki rafiki. Tembea mwingine. Kuna mwingine anasema, na mimi nataka kuweka maisha yangu kwa Yesu Kristo kwa njia ya ubatizo. Wewe tembea. Ninajua unashindana na kutangatanga kati ya njia mbili, inayokuambia ubaki na inakuambia kwenda, na kupendekezea mchana wa leo mshinde shetani kwa kutembea. Tembea mbele. Kuna mwingine katikati yetu. Kuna mwingine. Harakisha tuje tuombe. Tembea mbele. Asante sana. Sasa tunapokwenda kwa ajili ya maombi, nataka niwapendekezee mchana wa leo, Baba atusaidie tuone kitu. Jamani, Bwana atusaidie tuone kitu. Tuone kitu katika familia zetu. Tuone kitu kwa watoto wetu. Tuone kitu kwa wenzi wetu, wake zetu, waume zetu. Tuone kitu. Tuone kitu katika mafundisho yatakayotolewa mchana na kiongozi wetu kutoka kule United Kingdom. Tuone kitu. Tuone kitu kesho kwenye maombi yatakayoendelea. Tuone kitu kwenye warsha zitakazoendeshwa. Na maanisha juma hili Mungu atusaidie tuone kitu, na tukikiona tukione wazi wazi.